you are welcome. This time around, behind the story, Zanzibar, kisiwa kinachojulikana kwa fukwe nzuri za kuvutia, muziki na utalii, lakini nyuma ya uzuri huo kulikuwa na kundi la vijana waliokuwa wakipambana kimya kimya kutafuta nafasi yao katika uso wa dunia. Hakukuwa na sponsors wakubwa wala vifaa vya gharama. Walichokuwa nacho ni mchanga wa ufukweni pamoja na jasho na ndoto kubwa katika vichwa vyao. Kila siku walionekana wakifanya mazoezi ufukweni, huku watu wengine wakipita na kuwatazama kama watoto wanaocheza tu. Wengine walicheka sana, wengine waliwaambia vipaji vyao havingewahi kuwatoa popote pale duniani. Lakini vijana hao hawakukata tamaa. Waliendelea kuruka, waliendelea kufanya sarakasi za hatari, waliendelea kuanguka na kuumia. Lakini kila walipoanguka, waliinuka tena haraka sana. Behind the stories, vijana hao walijiita The Freedom Dancers. Kadiri siku zilivyopita, video zao zilianza kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, lakini hakuna aliyedhani kwamba siku moja dunia nzima ingeanza kuwazungumzia. Halafu siku hiyo ikafika kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Ni video moja tu, dakika chache tu, na kila kitu kikabadilika ghafla. Wakiwa kwenye ufukwe wa Zanzibar mbele ya umati wa watu, vijana hao walifanya performance iliyowafanya watu washindwe kuamini macho yao. Wengine waliruka juu kublazi, wengine waliruka juu, huku wengine wakigeuka hewani kwa ustadi wa ajabu sana. Nyuma kulikuwa kunacheza wimbo maarufu ambao unatambulika kwa Magic in the Air. Na kweli ilikuwa kama uchawi. Ndani ya muda mfupi, video hiyo ilianza kusambaa kwa kasi ya ajabu kwenye Instagram Reels. Likes zilianza kupanda haraka sana, shares zikaanza kumiminika. By the way, comments kutoka mataifa mbalimbali zikaanza kuingia. Lakini kilichowashangaza wengi zaidi ni kitu kimoja tu. Video hiyo nzuri ya kuvutia ilipostiwa na ukurasa rasmi wa Instagram wenyewe. Ndiyo, ni Instagram yenye blue tick ambayo inamilikiwa na mmiliki wa Instagram pamoja na Facebook, si mwingine Bwana Mark Zuckerberg. Peji inayofuatiliwa na mamilioni ya watu duniani. Ghafla vijana walikuwa wakifanya mazoezi kwenye mchanga wa Zanzibar, wakaanza kuonekana na dunia nzima. Likes zikafika milioni 4.5, maelfu ya comments, zaidi ya milioni 1 ya shares. Watu kutoka Marekani, Brazil, Ufaransa, Nigeria, India na sehemu nyingine nyingi duniani wakaanza kuuliza, je, hawa ni kina nani? Na je, hii ni nchi gani? Na hii talent inatoka wapi? Watu kuweza kufanya vitu vya ajabu kama hivi tulizoea kushuhudia katika matamasha makubwa sana kama America Got Talent na matamasha mengine, vikifanyika vitu vya ajabu. Lakini kwenye hili watu wameshindwa kujizuia. Majibu yote yalikuwa yale yale. Hapo ni Zanzibar, Tanzania, na hao ni vijana wa Freedom Dancers. Kwa mara nyingine tena, Afrika ilikuwa inaonyesha dunia kuwa vipaji vya kweli havihitaji mazingira makubwa ili kung'aa. Baadhi ya comments zilikuwa za kugusa sana. Watu waliandika kuwa walihisi nguvu, furaha na umoja
walipotazama ile video. Wengine walikiri kuitazama zaidi ya mara 10 kwa sababu hawakuamini kile walichokiona kwa mara moja. Lakini nyuma ya tabasamu zao kulikuwa na safari ngumu sana ambayo wengi hawakuijua. Kuna wakati walikosa hata sehemu nzuri ya kufanya mazoezi. Kuna watu walifanya performance bila kulipwa, na kuna watu walitamani kukata tamaa. Lakini kitu kimoja kilikuwa kinawaunganisha: imani kwamba siku moja dunia ingetambua vipaji vyao. Na leo dunia imewatambua kupitia jukwaa maarufu sana la ukurasa wa Instagram. Watu wengi sasa wanaamini hii inaweza kuwa mwanzo wa safari kubwa zaidi kwa The Freedom Dancers. Wapo wanaosema wanaweza kufika kwenye shows kubwa duniani kama America's Got Talent. Wengine wanaamini makampuni makubwa ya entertainment tayari yanaanza kuwafuatilia kimya kimya. Na ukweli ni kwamba baada ya kupostiwa na Instagram rasmi, maisha yao yanaweza yasibaki kama zamani tena, maana matarajio ya fursa kubwa mbele yao. Lakini mbali na mafanikio yao, kuna jambo moja kubwa ambalo limebaki kwenye mioyo ya Watanzania wengi: fahari. Kwa sababu vijana hawa hawakuiwakilisha Zanzibar tu, wameiwakilisha Tanzania, wameiwakilisha Afrika. Wameonyesha kuwa hata ukiwa unaanzia kwenye mchanga wa ufukweni, bado unaweza kufika mbele ya macho ya dunia nzima. Na sasa swali kubwa linaulizwa kila kona: je, hii ndiyo mwanzo wa The Freedom Dancers kuwa mastaa wa dunia, au kuna makubwa zaidi yanakuja? Sasa mimi na wewe hatuna majibu, lakini muda ndio utaamua. Lakini kwa sasa jina lao linaendelea kusikika kila mahali: The Freedom Dancers, The Freedom Dancers, The Freedom Dancers. Vijana wa Zanzibar waliogeuza ndoto kuwa historia. Muda wote nilikuwa na kupitishia maneno hapo juu. Naitwa Mboka 360 kutokea Duara TV. Karibu sana wakati ujao.